sana hapa. Bwawa Ndui ni bwawa ambalo alikufa mfalme wa kwanza kabisa katika himaya hii, ambaye nafikiri alikuwa ni babu wa babu yangu. Ni kweli. Ni kweli kabisa. Ndio. Yeye alikufa kwa sababu alikuja pia kuomba mizimu, maana hapa huwa tunaomba mizimu. Na kama hivyo ulivyonikuta pia nilikuwa naomba mizimu. Ndio. Na ukanda huu kuanzia upande wangu wa kushoto kwenda mpaka kule kwenye ile miti mirefu, sawa, mpaka mwisho kabisa wa hii njia, ni eneo ambalo ni ukanda una miamba. Sana sana hii miamba ni maarufu kwa ajili ya kutoa maji. Lakini pia tunafanyaga sala kuomba mizimu ili katika himaya yetu maji yasije yakakauka, lakini pia tuwe na amani na kuondoa ile laana ya kifo ambayo mfalme wa kwanza wa eneo hili alifariki. Ndio. Basi kumbe nimegundua unajua vingi sana. Ni kweli ni vingi, lakini sio vingi sana. Kwa sababu hii story ninayokupa mimi pia nilisimuliwa na babu zangu. Maana mara nyingi mimi huwa napenda kukaa na wazee kwa ajili ya kuchukua busara zao na kujua vingi kuhusu historia za himaya yetu. Na sasa nafikiri ningependa niwe rafiki yako, tuwe tunakuja hapa kwa pamoja, unanifundisha na vingine ambavyo labda mimi sijapata kuvifahamu. Nikawa rafiki na wewe. Itapendeza, litakuwa jambo jema. Safi kabisa. Nashukuru sana. Sijali. Wasichana wengine bwana hata sio kupishana na wanarana tu, utatuachia laana si. Vipi dadangu? Si huyu mpuzi mmoja huyu. Nimemwambia nikirudi hapa nikute chakula. Mpaka sasa hivi hajafanya chochote. Hebu angalia, hakuna moto, hakuna chakula. Wewe njoo hapa. Njoo. Ulikuwa unafanya nini muda wote huo? Ulikuwa unafanya nini nakuuliza? Tulia. Huyu siku hizi ananidharau mimi huyu. Unapuuzia kauli zangu wewe? Mama alimtuma shambani. Muongo. Kwenye hii nyumba wewe ni kijakazi. Na ninavyofahamu kijakazi siku zote anasikiliza amri kutoka kwa wakuu wake. Katika hii nyumba kuna mama, kuna dada na kuna mimi mwenyewe. Wakati naondoka nilikuachia maagizo gani na wewe umefanya nini? Lakini mama alinituma shambani. Mama yupi aliyokutuma shambani wewe? Hivi mama akutume shambani sisi tusijue, si ndio? Sasa hivi wewe umekuwa na dharau, sasa unafanya kile unachojisikia katika hii nyumba, si ndio? Sinazungumza na wewe. Nisamee. Nikusamee nini? Kila siku umekuwa ukikosea wewe. Ina maana wewe ndio kila siku unakosea tu. Mbona dadangu hajawahi kukosea hapa? Wewe ndio umekuwa mkosaji tu kila siku, si ndio? Ni jeuri, anapaswa adhibiwe kaka. Na anaonesha kabisa ni jeuri. Si unamuona hata alivyosimama. Hivi kweli wewe unataka msamaha huko hivi? Wewe. Kaka, anakufinyia mdomo. Anakufinyia mdomo nakwambia. Mdomo jamani. Anakujibu. Unajibu nini wewe? Wewe unanijibu mimi? Unamjibu dadangu? Yaani nahisi nikikukamata katika mikono yangu ninaweza nikakutafuna ovyo ovyo. Sikia, nakupa dakika 5. Dakika 5. Nataka chakula kiive. Sitaki kujua kitaiva kwa namna gani, ila nataka nione chakula kikiwa kimeiva. Toka hapa. Tena nakwambiaje kakangu? Huyu leo usingewahi. Ungekuta nimemkata hiyo miguu nakwambia, ningemkata hiyo miguu. Yaani dadangu bora hata ungemuua. Simpendi huyu. Umewahi. Pale nimeingia nimetoka pale na fimbo nitaka nimchalaze. Yaani mama akifika kuta amelala hapa. Hawezi kunidharau mimi. Mimi nahisi kama umechelewa. Yaani ungemuua ningekuta hapa damdamu tu zimetapakaa. Sasa nampa nafasi ya mwisho. Akirudia tena nitakachomfanya hawezi kusahau kwenye maisha yake nakwambia. Fanya hivyo. Unajua ndugu yangu, kwa mara ya kwanza nilikuwa napita kwenye ile njia ya kuendea kwenye shamba la kijiji. Ndio. Nilikutana na binti mmoja. Yule binti ni mweusi. Binti mdogo. Sio mrefu, sio mnene sana. Na ana asili ya huzuni. Sio utakuwa unafahamu. Kiukweli mabinti wa aina hiyo hapa kijijini wapo wengi.
Naweza nikawa namfahamu, lakini nisijue kama ndio huyo ambaye unamzungumzia. Huyu ninayemzungumzia ni binti ambaye anaonesha muda wote yuko katika huzuni. Ni mtu wa kulia, ni mtu wa mawazo. Kwa sababu mpaka ile juzi nilivyokutana naye nilikuta yuko katika wakati wa kulia. Mara nyingi anapenda kukaa kwenye kile kichaka cha karibu na ule mti mkubwa. Hapo. Basi kama ni huyo, nahisi naanza kumfahamu. Huwa anakaa na huzuni mara nyingi, mtu wa kujitenga. Ni mrefu kiasi, mweusi. Ndio. Vipi, kuna tatizo lolote limempata? Hapana. Yule binti kwa mara ya kwanza nilivyomuona nilimkuta kwenye yale mazingira. Ila yule binti nilitokea kumpenda. Ulimpenda ule binti? Ndio. Yaani pamoja na matatizo alikuwa nayo, mtu wa huzuni, manyanyaso muda wote, hadhi yake ya chini, ukilinganisha na familia yenu ya kifalme, umetokea wewe kumpenda ule binti, uone kama ni jambo gumu sana hivi? Yule binti nilivyomuona kwa mara ya kwanza katika yale mazingira, niliongea naye. Ndio. Kwa jinsi alivyonielekeza historia ya maisha yake, mimi nilitoka kuvutiwa naye. Kwanza ni mvumilivu. Sanjari na kupitia hayo yote aliyopitia, lakini hakuchukua maamuzi mabaya. Yule binti nilivutiwa naye. Basi wanasema akipendacho mtu na kama ameridhia mwenyewe kwa roho yake, basi sawa. Hakuna shida. Mimi nitakapopata nafasi ya kuonana naye, nitaongea naye, nitamuelezea kuhusu habari zako. Nitashukuru sana. Lakini unajua ule binti ana mazingira magumu sana. Hapana. Hizo shida mimi huenda ndo nilizovutiwa nazo. Wewe umevutiwa na shida. Sio shida yeye. Rafiki yangu. Haya. Kwa hiyo bwana, wewe nifanyie hivyo bwana. Haya, sawa. Natumaini wewe ni mwenyeji wa maeneo haya. Naam. Kuna binti tunamtafuta. Mrefu mwembamba. Ndio. Ana asili ya upole. Nadhani wewe utakuwa unapajua kwao au unapasikiaga au unamfahamu. Nataka utusaidie tupajue kwao. Hapana, sijaona. Kijana, usiwe na hofu. Kwa sababu kumeandaliwa zawadi kubwa kwa mtu yote ambaye anamfahamu huyo binti na anapoishi. Ndio maana tunaomba utusaidie endapo kama unamfahamu huyo binti. Sifahamu anapoishi kwa sababu ningekuwa najua anapoishi nisingewaficha. Na simfahamu huyo mtu ninayemuulizia vile. Basi tunashukuru. Asante. Vipi kijana? Safi kiongozi. Naona jembe nini? Uhakika shamba vipi? Kweli tumetoka kupalilia mahindi, hasa unajua jua hili. Kweli jua. Jua majani yanakuwa nadumaza mahindi. Pole sana. Asante. Ila tumetumwa ujumbe kutoka kwenye ngome ya kifalme. Kuna binti tunamtafuta. Binti huyo ni mweusi hivi, mrefu, ana haiba ya huzuni. Na maeneo haya ndo maeneo sana yani ambayo anapenda kupita kukaa, ndo maeneo yake haya. Sasa tulikuwa tunaomba kama unamfahamu au unafahamu anapoishi utuambie. Wewe binti, si yule anapenda sana kukaa msituni hapa peke yake? Ndio huyo. Ndio huyo. Wewe binti bila shaka nafahamu. Kabisa. Kabisa. Kweli kabisa. Kabisa. Na hata anapoishi unapajua,
hadi wa familia yake mimi nifahamu. Unaweza ukatupeleka paka pale anapoishi tukapaone? Hilo haina shida. Sawa. Ni huku au ni huku? Ni huku kunikotokea, ni karibu na shambani. Basi twende. Sawa.